kinyume na maisha yangu imekuwa mingi, lakini nakushukuru Bwana ni kwa sababu haijatimia maishani mwangu. Sio kwa vile nimetenda mema mbele zako Bwana, sio kwa vile nimejitahidi mbele zako mfalme wa wafalme, sio kwa vile nimekamilika mbele zako Mungu wa Israeli. Ndiposa Bwana nasema ni asante. Asante Bwana, asante Yesu wangu, nasema ni asante, nasema ni asante. Doigane wega kunipa nafasi Bwana ya kukuabudu usiku wa leo. Nasema ni asante. Najua ni wengi wangelitamani kufika mahali nimefika, ni wengi wangelitamani kupata nafasi kama hii, lakini Bwana nalishujudu jina lako. Nasema ni asante, ni kwa sababu ni kwa neema yako na rehema zako Mungu wa Israeli. Nalihimidi jina lako Bwana kunipa huduma ndani yangu Bwana, na siku ya leo nasimama nikikuhudumu ni kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni jemedali wa vita, umepigana vita zangu Bwana wa majeshi. Nitalihimidi jina lako milele. Daudi akasema ya kwamba jambo moja ninalo litamani na nitalizingatia, ni kukaa ndani ya nyumba yako siku zote za maisha yangu Bwana. Nami ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba hata kana kwamba majaribu yatakuwa mengi, hata kana kwamba vita zitainuka, nitakaa kwako milele Mungu wangu. Nitasimama na neno lako, nitasimama kwa neno lako Mungu wa Israeli, ni kwa sababu neno lako ni la kweli. Nasema ni asante Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe. Kwa jina la Yesu pokea sifa Bwana wangu na utukufu wote. Nani kama wewe? Asante Bwana, nasema ni asante. Nikala kwamba kama sio upendo wako na uweza wako juu ya maisha yangu, kama sio kwa neema yako Mungu wa Israeli, sijui ningelikuwa wapi. Lakini kushukuru ni kwa sababu ya rehema zako na neema yako Bwana, kunipa kibali kusimama mbele zako Bwana. Nasema ni asante. Asante Bwana, asante Yesu. Nani kama wewe? Pokea sifa Bwana na utukufu, wewe ni mwema. Asante Yesu, haleluya. Oh haleluya. Odirikanaga makeriganera nanewa tekire wega wanyoni amahoya. Newega ngai, newega makeria wewa yori roneda adogaroroke. Nekea odirikanaga makeriganera nanewa tekire wega wanyonia. Doiga newega gai, newega makeria wewa yori roneda na dogaroroke. Nekea odirikanaga makeriganera nanewa tekire wega wanyonia. Toinerege newega owewa yori roneda na dogaroroke. Nekea odirikanaga makeriganera nanewa tekire wega. Newega gai, newega makeria owewa yori roneda na dogaroroke. Nekea odirikanaga makeriganera nanewa tekire wega. Twoya moko na iguru twoigane wega. Newega ngai, newega owewa yori roneda na dogaroroke. Nekea odirikanaga
Ngai nĩwega makĩria, we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩwanjĩkire wega wanyonia. Waiga nĩ wega, nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria, we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩwanjĩkire wega. Haleluya, pokea sifa Bwana wetu na utukufu. Ni kwa sababu nisema ni asante jioni ya siku ya leo. Tuna mwingine wa kushukuru Bwana ila ni wewe, hatuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Bwana wetu. Asante ni kwa sababu ya wema wako Mungu wetu. Asante ni kwa sababu ya kibali chako Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe kimbilio letu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe tegemeo letu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Yesu, Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Bwana, ni wewe tunakupenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Bwana Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe tunayengojea, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Yesu, ni wewe
dhambi zangu. Cha kutumaini sina, yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu. Osha njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake zanga. Njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nami kwake Yesu nasimama. Naomba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba. Kwake Yesu nasimama, ni salama, ndiye mwamba, ni salama, ni salama, ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi. Nikiitwa hukumuni nina amani, nikivikwa haki yake sina hofu. Nikiitwa hukumuni nina amani, nikivikwa haki yake, nami kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ni salama. Kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ni salama, ni salama, ni salama. Kwake Yesu nasimama. Ni salama, ni salama, ni salama. Nami kwake Yesu nasimama. Ni salama, ni salama, ni salama. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba. Natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha ya mimi. Natamani, natamani kufanana mimi, natamani, natamani kufanana siku zote, siku zote za maisha ya, nasema siku zote, siku zote za maisha ya, nasema siku zote, siku zote za maisha ya, nasema siku zote, nasema siku zote. Kufanana nawe, natamani kufanana na mimi, natamani siku zote, zote za maisha ya, nasema siku zote, zote za maisha ya, nasema siku zote, zote za maisha ya, Baba nasema siku zote, siku zote za maisha
maisha yangu. Natamani kutembea nawe, imba sote. Natamani kutembea nawe siku zote za maisha yangu. Nasema siku zote za maisha yangu, kutembea nawe. Mimi natamani kutembea nawe siku zote za maisha yangu. Nasema siku zote za maisha yangu. Enda mbele za Mwenyezi, mwambie Bwana, tamanio la moyo wangu ni kutembea na wewe. Tamanio la moyo wangu ni kushiriki na Roho wako Mtakatifu Bwana, kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Ombi langu siku ya leo Bwana ni kwamba nitembee na wewe milele siku zote za maisha yangu, kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, haja ya moyo wangu ni wewe tu Yesu. Haja ya moyo wangu ni wewe tu Yesu. Haja ya moyo wangu ni wewe tu Yesu. Haja ya moyo wangu ni wewe tu Yesu, kwa jina na damu ya Yesu. Asante Bwana, ni kwa sababu ya wema wako. Asante Bwana, ni kwa sababu ya nguvu zako. Asante Bwana, ni kwa sababu ya neema yako. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe, kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Pokea sifa Baba yangu na utukufu wote, ni kwa sababu wewe ni Mungu mkuu na kando yako hakuna Mungu kama wewe. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana, ni kwa sababu ya wema wako. Hakuna Mungu kama wewe Yesu wangu, kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Nikugana maweko makuu nyanderera juga ole mwega utirenga iyongetawe ukumayo igoro nabe edo wakune omaketie okagegia goro yakwa nekeone gokoinera nikugana maweko makuu nyanderera juga ole mwega utirenga iyongetawe ukumayo igoro nabe edo wakune omaketie okagegia goro yakwa nekeone gokoinera nigatiga kuga ole mwega nigatiga kuga wegai nalia mothe utekeire papa nikariganirwo nekeondo igatiga kuga ole mwega nigatiga kuga ole gai nalia mothe utekeire papa nikarigane nekeondo igatiga kuga ole mwega nigatiga kuga ole gai nalia mothe utekeire papa nikariganirwo nekeondo igatiga kuga ole mwega nigatiga kuga ole gai nalia mothe utekeire papa nikariganirwo onani nikugana maweko makuu nyanderera juga ole mwega utirenga iyongetawe ukumayo igoro nabe endo wakune omaketie okagegia goro yakwa nekeone gokoinera nikugana maweko makuu nyanderera juga ole mwega utirenga iyongetawe okumagyo igoro nabe endo akune omaketie okagegia goro yakwa nekeone gokoi nekeondo igatiga kuga ole mwega igatiga kuga wegai maria mothe utekeire papa nikari
ndikarigane nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire Baba ndikarigane nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire Baba ndikarigane nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire Baba ndikarigane nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire Baba nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire ndikarigane nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire Baba ndikarigane nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire Baba ndikarigane nekyo ndaiga ndigatiga kuga uri mwega ndigatiga kuga wi Ngai maria mothe utekeire Baba ndikariganero. Pigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza keti kwa kiti chako cha muujiza. Na tafadhali tujaze hapa mbele kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wacha tujaze hizi viti mbele. Imani. Na hata unasalamia mwenzako na mwambia karibu kwa ibada ya kipekee. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa dakika hizo chache tu. Maana baada ya muda kidogo tutakuwa tunasikiliza neno la Mungu wa mbinguni. Na ninajua ya kwamba tunaenda sawa sawa. Amen. Inua tu mikono yako. Nataka tu appreciate our daddy. Tunataka tumshangilie. Na tunamwambia daddy, we love you so much. Tunakuombea. Na ninajua ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Ni vizuri hata anapokaa akitutazama. Jamani, inua tu mikono yako juu. Tunataka tu appreciate the grace ya daddy. Tunataka tu appreciate the grace ya daddy. Tunataka tu appreciate grace ya baba Apostle Duro wa Rwege. Pigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Appreciate, pigia hiyo neema inayofanya kazi hapa kwa jina la Yesu. Dad, we love you so much. Thank you for your prayers. Na tunakupenda sana. Tunakaribisha wale wote ambao katika mtandao wanatutazama. Karibuni sana kwa ibada ya nguvu, ibada ya kipekee, ibada ya kutembelewa na Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao ninajua kwamba kile ambacho Mungu anaenda kutenda hapa na vile Mungu anatubariki hapo, hata nyinyi Mungu anawabariki kwa jina la Yesu. Nataka tu jamani, kanisa vile ambavyo imejaa na watu wengi, watu ambao wamekuja wakasema hata kama mvua itawanyeshea lazima wakuje kwa altar. Nataka jamani tuwapigie makofi wale wanaotutazama kwa rununu, wanaotutazama kwa mitandao. Wapigieni makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Wapigie makofi jamani kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. We love you. Endelea kukaa hapo na usitoke. Na Bwana atakubariki kwa jina la Yesu. Amen. Ninataka tu kumkaribisha Pastor Nancy. Uweze kutukaribishia testimonies. Najua ya kwamba Bwana atatusaidia sana. Pigie makofi mazuri
Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunashukuru Mungu kwa umbali huu, maana isipokuwa ni Mungu hatungekuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine wa testimonies. Nataka kukaribisha aliye na testimony ambaye anashuhudia wema wa Bwana. Maana hata kuwa katika uhai huu, kuwa na afya njema ni testimony. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwa nyumba ninajua kuna watu ambao wanaweza kumuimbia Mungu. Maana hata wimbo ule unaweza kuwa ni testimony yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla ningesoma tu na verse moja kwa Biblia mbili ambayo inatutimizia mambo ya testimonies. Kulikuwa na mtu mmoja kwa Biblia alikuwa anaitwa Demeterio. Bwana Yesu asifiwe. Iko John 3:1 to John 3:1 verses 12 to 14. Demeterio ameshuhudia na watu wote, tena na ile kweli yenyewe, nasi pia twashuhudia, nawe wajua ya kwamba ushuhuda wetu ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza simama kwa madhabahu kutoa testimony ambayo si ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na verse number 13. Kukuandikia, na nilikuwa na mambo mengi ya kukuandikia, lakini sipendi kukuandikia kwa wino na kalamu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kama unaweza kila mtu karatasi na kalamu, anaweza andika more pages of testimonies. Lakini kusimama hapa, ile testimony itatoka, it's the burning testimony. Bwana Yesu asifiwe. Verse 14 inasema, lakini natarajia kukuona karibu, nasi tuseme uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe. Testimony mzuri ambayo inaweza tia watu wa Mungu nguvu apate kuendelea na safari hii ya imani ni testimony ambayo unasema face to face. Bwana Yesu asifiwe. Maana inakubalika ya kwamba ni ushuhuda wa kweli. Praise God. Ni wakati wa ushuhuda. Aliye na ushuhuda ni nafasi yake. Kama uko na wimbo, unaweza peana wimbo wako pale kwa sauti na Mungu atatubariki. Karibu. Aliye na ushuhuda akaribie kwa ajili pia ya muda. Mpigieni makofi anapofika. Mpigieni mpaka afike mahali hapa. Karibu. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Bwana ni mwema. Nimesimama mahali hapa kushuhudia wema wa Bwana. Kama vile mnajua tulienda Gitegera, si ndio? Tumetembelewa. Bwana asifiwe. Nimeona nilikuwa napatia wale wako hapa mbele nafasi. Haleluya. Lakini kwa sababu nilikuwa pale mwisho, nikasikia kwamba kama ninachomeka. Bwana asifiwe sana. Na ninataka kuimba wimbo ni kwa sababu kuna kitu Bwana alifanya wakati tulienda Gitegera. Bwana asifiwe sana. Mnajua watu wanatendewa kitu lakini wanakaa siku moja ingine wanasahau na hiyo kitu. Na nilikuwa nasikia Nancy akisema mtu apeane wimbo. Bwana asifiwe sana. Nitaimba hivyo ni kwa sababu Daudi alimsifu Bwana. Bwana asifiwe sana. Paka guo zikadhunuka, sikuma siimile. Bwana asifiwe sana. Nikudhunuka. Haleluya. Na ninataka kusema hivi, hii ni wimbo unijenga wakati yule Bwana ametenda matendo yake kuokoa watu kama wale. Bwana asifiwe sana. Hatungeweza, yeye tu ndio angeweza kuwaokoa. Bwana asifiwe sana. Na hakika hata kuenda mahali pale hatukwenda ni kwa ajili ya nguvu zetu. Haleluya. Nilikuwa naangalia kina Shosho, ninawaona vile wanaenda sio kwa nguvu. Bwana asifiwe sana. Wala silaha, bali ni Roho Mtakatifu alifanya ile kazi.
Ngai nĩ ndoka ithe witũ wa igũrũ gũcokia ngatho mbere yaku Mwathani nĩ ũndũ wa mawega marĩa ũtĩkĩte hinya ngoro yaku ĩkahoteka. Ngai nĩ ndoka ithe witũ wa igũrũ gũcokia ngatho mbere yaku Mwathani nĩ ũndũ wa mawega marĩa ũtĩkĩte hinya ngoro yaku ĩkahoteka. Kuga nĩ wega mũno Mwathani tondũ ndirĩ kĩrĩa ingĩkũrutĩra nĩgetha menye ngoro yakwa nĩ ngenu no ngũheire ngoro yakwa yothe. Hinya waku Jesũ nĩguo ũrutĩte wĩra thĩinĩ wa ngoro citũ nĩkĩo twĩha tiga nĩwe ũndũ ũyũ ndũkĩhoteka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Kuga nĩ wega mũno Mwathani tondũ ndirĩ kĩrĩa ingĩkũrutĩra nĩgetha ũmenye ngoro yakwa nĩ ngenu no ngũheire ngoro yakwa yothe. Ahunjia aitũ Ngai ũrokĩmarathima nĩ ũndũ wa wĩra mũnene marutaga wa kũhunjĩria andũ na wa kũmarera. Ngai ũromeka wega makĩria. Kuga nĩ wega mũno Mwathani tondũ ndirĩ kĩrĩa ingĩkũrutĩra nĩgetha ũmenye ngoro yakwa nĩ ngenu no ngũheire ngoro yakwa yothe. Aciari aitũ Ngai ũrokĩmarathima nĩ ũndũ wa wĩra wa mũnene maruti wa gũtũrera tũgakinya hau tũrĩ. Ngai ũromeka wega makĩria. Kuga nĩ wega mũno Mwathani tondũ ndirĩ kĩrĩa ingĩkũrutĩra nĩgetha ũmenye ngoro yakwa nĩ ngenu no ngũheire ngoro yakwa yothe. Bwana ambariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina kila mtu ananijua. Naitwa Gashara. Na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Natakaga kupea watu moyo wa kujua kuna Mungu mbinguni anayevunja madhabahu. Mungu aliniita miaka mingi kama 20 na kitu na akaniandikia mbinguni reconcile families back to God. Lakini nikakataa mwito na nikajificha kama Jona. Na nikakaa kwa kanisa zile tunasema za kiroho lakini hainisaidii. Lakini siku moja 2018 ndio nguvu za Mungu zilianza kunichukua na wekelewa kwa mlima juu. Naulizwa na Mungu, nilikutuma duniani ukafanye nini? Uvunje madhabahu. Uanze kule umeolewa, kule umetoka na kule umezaliwa. Nikapigana vita kama miaka 3 bila kuwa na a spiritual father. Sikuwa na baba wa kiroho. Ile ilinileta kwa synagogue ni kwa sababu sikuwa na baba wa kiroho. Wakati niliangalia mtumishi akiongea 2022 Mungu alikuwa ameniambia nataka uagushe madhabahu za Mungeke ziko kwako. Bwana yako ni wa Mungeke. Nikaanza kuomba. Niliomba kama mwaka mzima. Lakini online nikaona December apostle akiongea. Nikamsikiza kwa wiki. Nikasema si huyu ndio alikuwa mwenye Mungeke, mimi nitaenda huko. Nikampigia kwanza. Lakini sikumwambia sisi ni wa Mungeke, hata sikumwambia bwana yangu alikuwa wa Mungeke. Lakini bado hata ako hai, tuko tu pamoja na huyo bwana. Na alikuwa mkubwa hata kwa Freemason. Niliangusha mpaka ya Freemason ilianguka. Wakati apostle alikuja kuangusha hii Kodhika town, yangu ilikuwa imeanguka wiki hiyo.
Nikauliza apostle ile kitu, akaniambia hiyo ni madhabahu ya Freemason ilianguka kwako. Kwa hivyo nataka kupatia mtu nguvu. Kuna nguvu na Mungu anavunja madhabahu. Na madhabahu haivunjwi na apostle. Madhabahu inavunjwa na Mungu mwenyewe. Na madhabahu inaweza vunjwa, haitegemea ile pesa unatoa, inategemea madhabahu ya moyo wako. Umetengeneza, are you an altar? Wewe ni madhabahu ya kweli. Ile inaweza fanya madhabahu zingine zianguke. Kwa sababu niliona ni kama ile Elijah alikuwa kwa mlima wa Kameli akiangalia nguvu za Jezebel na nguvu za Mungu, mpaka ikaonekana nguvu za Mungu ndio zimeshida. Hata saa hii tunapigananga na huyo mume, tuko kwa nyumba moja, na sasa nguvu zake zote ziliisha, akachanganyikiwa. Wakati alishindwa huyu mama naye anakuaga namna gani? Na niliko tu hapo na sitoki, nakaa tu kwa hiyo nyumba. Sasa tunapigana nani yako na nguvu mingi kuliko mwingine. Lakini mpaka sasa ameona ameshindwa na nguvu zake zote, na alikuwa na madhabahu zote za kuzimu zote. Zile nguvu unatafutagwa na inaitagwa nini? Na ile inatafutagwa na ile unasikia mpaka ndege zinatembea kuko kwako juu, kwa sababu ya yule mtu wako kwa hiyo nyumba amewaweza. Na pahali nakaa family mingi ni za Freemason na ni matajiri. Sasa tuko kwa matajiri, hata mimi ni tajiri na nimeolewa na mtu mkubwa ako na pesa, lakini ni za wapi? Za kuzimu. Lakini sikuwa najua nikiolewa ni mtu wa hiyo madhabahu, mpaka wakati Mungu alianza kuniongelesha, ananionyesha ni gani tutaangusha. Tunaangusha ya Gikuyu, tunaangusha ya Mungeke, tunaangusha ya Kiama. Hizo zote nimepigana na nguvu zote za uchawi, nguvu zote za kuzimu, na zote zimeshindwa. Kwa sababu nataka kupatia mtu nguvu, ujue kuna Mungu anavunja madhabahu. Ile kitu mzuri ni kujua, be a spiritual watchman in your house. Usikubali kulala, kwa sababu kilala. Sasa wakati nilikuwa nimelala, yeye alikuwa anafanya mambo yake, sikuwa najua. Hata kama nimekuwa for intercessor for 30 years. Nimekuwa intercessor, nikionyeshwa kitu naomba. Nikionyeshwa, sasa akijaribu mpango inakataa. Mpaka wakati niliambiwa nilikutuma huko ukavunja madhabahu, ndio nikaanza kujielewa mimi ni nani. Na Mungu tena akanimwagilia mafuta, nikajua sasa ni kupigana vita. Na unajua tunapiganaga vita za kiroho, si vita za mwili. Tuko kwa nyumba moja, lakini hawezi niambia wewe unafanya nini. Anajua sasa hii ni kiroho. Hawezi sema, kwa sababu we fight this warfare. We don't fight one another. Sasa wakati ukijua, ni lazima ukubali kuwa a spiritual watchman kwa juma yako na kwa jamii yenu. Ukikosa kuwa a spiritual watchman, ujue kuna mwingine anafanya mambo siri. Lakini Wakristo wengi ni wale wamelaliwa na hizo nguvu, kwa sababu hao wa ulimwengu waliinuka mbele yetu na wakapanda madhabahu. Tunasema sisi ni wa kiroho. Unasema tumekaa kanisa za kiroho, lakini tumelaliwa na wale watu wa Freemason. Wamejaa katika makanisa. Sasa hatuelewi. Tunakaa tu tunasema tumeokoka, lakini hakuna pahali tunaenda. Kwa sababu akikuja ajiunganishe na hiyo madhabahu, hata nyinyi wote ni wapi? Ni wa huko. Kwa hivyo ni lazima wewe ukue muangalifu na ukue a spiritual watchman katika nyumba yenu, na utaona Mungu atatenda. Kitu ya kwanza naambiaga watu, jua all the legal grounds in your family, ndio muweze kufunguliwa. Ni lazima ujijue na ujue nini imetufunga. Kwa sababu madhabahu, kama ninasemaga, niliambiwa nitubu miaka 500. Miaka 500 nani anaweza maliza na mwaka moja? Hata saa hii naendeleanga kutubu. Na saa nyingine nitaonyeshwa shosho yule alifanya hii kitu, unaanza tena kurudi huko kutubu dhambi. Kwa hivyo ni lazima ujue repentance is a continuous thing. Si kitu ya siku moja au useme leo tumetubu sasa sitatubu. It is a continuous. Ndio iweze kuondoa all the legal grounds in your family. Ujue kila siku jua kutubu dhambi na makosa. Na utaona ukifunguliwa na watu wenu wakifunguliwa na madhabahu ikifunguliwa, naambiaga mtu mbingu inafungukaga inagonga hiyo kitu. Kama ni kwa nyumba yenu itagonga. Hasitaambiwa niende nikatoe. Mbingu yenyewe ndiyo itakuja kutoa hiyo kitu. Kwa hivyo ni mzuri kujua madhabahu zinavunjwa na Mungu mwenyewe anavunja. Bwana wabariki sana. Praise God, tumpigie makofi. Ni vizuri watu wavunje madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kutoa testimony, maana wakati unainyamazia
haupei Mungu space ya kuongeza ingine juu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Amboi. There is testimony because there is victory. Hiyo wiki iliyopita I had a spiritual, a very strong one. Nilikuwa nimeomba one, hiyo ni testimony. Babangu alikuwa mkono sana nilalaza hospitali, nilipanic hadi nikaanza kuuliza prophet, nini inaendelea? Because I think when someone is asleep and is not aware what will happen ahead, we tend to be fearful. Tunaogopa sana. Nilikuwa na hofia yangu mimi mwenyewe, but mimi nilikuwa nafikiria ni nini. So I didn't know that it's going to attack my dad. Ikamwattack ile mbaya, and I believe mimi ndio nilikuwa natafutwa. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa natafutwa because my dad is my root. Ile imepangwa the center of it. So walijua kuguza mpango wa shambulizi. So nikapanic sana, nikashindwa ukari wapi leo. Hii mtu anafanyanga aje? Babangu ni anazimu kwanza. Sasa the second day when nilienda kumuona, alianza kuongea na kunimentionia watu. So nikajua huyu nienda. And then kama akili yako ipenye bebo. Nikaongea na mchungaji mwingine akaniambia huyo haiko kwa jeneza, ashaisha hivi. Nikasema hapana. Hiyo haiwezekani. And good to say that God has given me the spirit to bring back life. That is my mission. It is good to understand who you are. Mimi kweli nikiwa na mtu anakufa mzuri. That is me. He's not me, it is God who is in me. Nikaenda nikawikia Mungu. I cried to God like I had never done that, because niliona adui zangu wameona mwisho wangu na hata wameanza kunigawa. I cried to God. Nikashika anga ikaachilia uhai wa baba yangu. And now my dad is so sober. Kwanza anatembea na alikuwa amefungwa hata diaper. So I thank God. The God we serve is not just that God. Sika Mungu hivyo watu wanafikirianga hapa atika mtu anakuja na kauchawi kake sijui nini. By the way, when you come with your witchcraft, mimi nitakujua. Nimekuja tu na witchcraft yako nitakujua. Na nimekuona. Please don't enter into my spiritual realm because I will bring you down. Takuleta chini. Mimi sijakuja hapa for friendship. By the way, I don't want friendship from anyone. I am not for friendship. Usitake friendship by the way with me. Me, I know why I came here. I came here because niliitwa na hii madhabahu. Hii ndio iliniita. Nitafanya kazi ya Mungu. But don't bring me to vituko twako. Ati sijui nakuja kwa spiritual realm yangu ni kuonange. No. Nimekukanya na nimekukanya. For real nimekukanya. That spirit, please kwama kabisa. Haya, the second thing nitataka kusema ni hii. Ningetaka unieleze vizuri. Where is this that usiku niliambia Mungu nataka kuingia kwa spiritual realm. Kwa watu wenye tumetembea na Mungu, hakanionyesha
kuna madhabahu yenye mtu amenyako nayo nyumbani. So nimeelewa, nikaomba sana, nikaambia Mungu, hata mimi nikikombolewa, watoto wangu hawajakombolewa, the rest hawajakombolewa. So I want to understand, hata mimi nikikombolewa, hao wengine wote wakombolewe. So nikaambia Mungu tuingie kwa hiyo realm. Sasa too bad usiku sijui nitaisema aje, shetani mwenyewe alikuja. And you know how he came? Sikuona uso. Nancy chini tafadhali. Pati dakabili kitu chake. Ndo nijue vile nitaomba tafadhali. Sikuona hapa. Sikumwona at all. That is previous. But niliona mabawa. Alikuwa na mabawa nyingi. Ile ya nyuma sikuiona, but ya hii niliona mabawa 2 hapa hivi, and then 2 imefunika hadi. So niliona mabawa ile kunika hivi, na nikajua ni yeye. So scream, nikaita Yesu. Kwa sababu niliambia Yesu, acha tuingie nawe wapi? Kwa hii realm kwenye wamefunga na wametufunga sisi wote. Vinyi tuliingia sasa na Yesu. Vinyi niliita Yesu kuja. Yesu hakuja venye nilikuwa na imagine. Alikuja like lightning. Alikuja kama mwanga mkubwa sana, kama lightning wewe. Na huyo mtu mwenye alikuwa amekuja chapa akanisafia. So I thank God for that, and I want to understand what is the meaning of that, because sasa kitu yenye understand, nimeingia kwa realm ya another level. Yule ni shetani, yeye sasa mwenyewe ananipiga. So sija understand. Yes, I understand kuna the worshiping na kuna witchcraft. Sasa hii ni madhabahu gani? Hata usiku wa leo bado tulikuwa na vita. Na I think today it was a full attack. Mimi sasa sikuwezana nayo. So I wish angeza kunielezea vizuri. God bless you. Atakujibu saa nyingine because we are live. Na saa hii watu wako nje wako wanatutazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na nafasi kubwa sana hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote tutajibu because we are live, tuko live na mtumishi wa Mungu anatutazama na kuna watu nje wanatutazama. Simama kwa miguu yako miwili because our message sasa ndakana tuwe tumehudumiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Good. Salamia mwenzako tena. Hallelujah. Fanya tu hivi mkono, wave hivi tu jamani, maana kuna watu wanatutazama wako nje na hiyo neno ndio wanataka kulisikia kwa jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana azungumze pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Nilikuwa natarajia kwamba John angekuwa alifika hapa kitambo, maana anaelewa nafasi yake. Anaelewa nafasi yake ya kuabudu na bado tu yametulia huko. Unajua watu wengine nitawapiga viboko tu, lakini asante kwa Mungu. Inua mikono yako juu namna hii. Mwambie tu Bwana kitu katika jina la Yesu. Wakati ambapo tunamwambia Bwana azungumze pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, wakati huu ni wakati tunataka kusikia kutoka kwa Mungu. Tunataka kusikia kutoka kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na najua ya kwamba mtumishi wa Mungu amejiandaa vizuri sana kuhudumu. Within short period atakuwa mahali hapa. Na najua ya kwamba Mungu atatusaidia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Keyboard, what is your work bana? Baba raba yantere, unasikia? Sikia hiyo. Inua tu mkono wako, zungumza na Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Elewa wakati ambapo uko mbele za Mungu. Weka mzaha kando. You are talking with your God. Na ni Mungu anataka kukuzungumzia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunataka tu wakati tumeinua mikono yako hivi, Bwana anataka kuzungumza pamoja na wewe. Tunapo worship wimbo huu, connect moyo wako kwa Mungu.
Safaricom ni mzuri sana, wakati unapiga simu inasemanga mteja wa nambari unayempiga apatikani. Lakini asante, saa hii wewe ndio Mungu amekufungulia. Bwana Yesu anagoja tu kusikia kutoka kwako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Oh Jesus. Yeah. Oh. Yeah. Nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakini zama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, oh, wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, fanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakini zama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, wakini ama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, ama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange, wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, fanye kama wewe, unifinyange, nifinyange, kini tazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange, tazama wakuone
wewe unifinyange, ifinyange. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema asante. Wakati mtumishi wako Baba anakuja kuzungumza pamoja nasi Bwana, mtumie kama chombo. Tunatangaza upako na ufunuo wa kipekee juu yake. Katika jina la Baba na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Inua tu mikono yako juu. Tunapomshangilia mtumishi wa Mungu anapokuja kuhudumu nasi. 1 2 3, pigia Yesu makofi mazuri hadi afike. Mpigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Bado hajafika jamani. Pigia Yesu makofi mazuri jamani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tuketi chini na Bwana atawabariki. Nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe unifinyange, nifinyange, wakikutazama wamuone Mungu unifinyange Bwana, nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange. Unapoomba ombi ya kwamba watu wakikutazama wamuone Mungu, haitakuwa kufinyangwa pole pole na haitakuwa rahisi. Ni ukubali kufinywa kama umetulia. Bwana apewe sifa. Saa zingine natamaningi kukua makini sana kwa ule wimbo unaimbwa. Utaimba na wimbo ni tamu na utaifurahia, lakini ikifika ni kufinyangwa, habari unaipeananga with actions. Wakati kama huo ndio actions speak louder than words. Bwana apewe sifa. Lakini ni vizuri tufinyangwe, tufike mahali Mungu amekusudia tufike, na tufanyike chenye yeye amekusudia tufanyike kwa jina la Yesu. Jina langu naitwa Beatrice Wabua Kariuki. Naupenda Yesu ni kwa sababu ya kuniokoa na kunipa nafasi. Besa no iragwa. Sasa unajua Charlie anacheka juu sababu ni 10 bob. Na ndio pesa. Hiyo ndio utajiri wa egelea pesa kwa madhabahu. Pesa ikikaribia madhabahu hakuna kubeba. Pesa ni ya madhabahu. Bwana apewe sifa. Sasa hiyo ujue itakufungulia milango na utapata mafesa maige. Nataka kunena neno la Mungu kwa ufupi sana, na ninajua kwamba tutabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Nachukua nafasi hii kumshukuru baba wa nyumba hii kwa kunipa nafasi kusimama kwenye madhabahu haya. Wakati wowote nimepata nafasi ya kusimama hapa, sijawahi chukulia kama ni jambo la kawaida, bali huwa namtukuza Mungu, sababu najua ni kibali chake Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Nataka kunena neno ambalo
liko kwenye kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 13 na kuendelea. Na ningepeana title ya hiyo ni Keep Watch. Keep Watch. Matthew 25. Kuna wakati tulihubiriwa kuhusu hilo neno, na kutoka huo wakati halijanipatia amani. Bwana apewe sifa. Yes, ambia jirani yako keep watch. The Bible says in Matthew 25 verse 13, so you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. Bwana apewe sifa. Keep watch. Si kusema ya kwamba ukae umekondoa macho. Hapana. Ni ukae kama umejisikia. Bwana apewe sifa. Na Mungu anatuongelesha sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tunamjua Mungu, sisi ambao tunajua kwamba kuna kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Tukae kama tumejisikia. Kukaa kama umejisikia si usilale. Hapana. Lakini ni kukaa kama umejisikia kiroho. Bwana apewe sifa. Na ni lazima tukue tayari. Tulizaliwa tukiambiwa kwamba Jesus is coming soon. Mwimbaji wa wimbo akasema aloud the corner, Jesus is coming. Mimi nikadhania anakuja huo mwaka, nikapata hakuji. Nikasikia wengine wanachimba mashimo, wanajificha wakificha mali yao. Kumbe walikaa tu, walikaukiwa tu na hakurudi. Bwana pewe sifa. Hata leo hii he is still coming back. Be ready because he is coming back. Mtu mwingine tulikuwa tunaongea na yeye kuhusu hili neno, akaniambia mimi Beatrice siaminingi ya kwamba kuna siku dunia itaisha. Wewe ukikufa imeisha kwako. Naomba nikwambie Biblia inaweza ikakuchanganya. Sababu ni kweli wewe ukikufa zimeisha kwako. Yeye kwake anajua hakuna siku. Hivyo tunaambiwa ya kwamba dunia itakunjwa na tujipate that we are no longer in this world. Lakini nikamwambia hiyo kwangu hainijalishi. All that I need to know is I must be ready because Jesus is coming. It doesn't matter kama nitakuwa ikikunjwa ama nitaenda before. The thing is I must be ready. Bless the name of the Lord. Let us keep watch. Kujitayarisha ili kugojea Kristo akirudi, ya kwamba tutaenda na yeye. Na Biblia inaposema ya kwamba hatujui saa wala siku ya kurudi kwake Kristo, hatukupatiwa nafasi ya kuhesabu muda ama kupredict ya kwamba anaweza rudi wakati kama huu ama wakati fulani. Sababu watu wengi wa Kristo tumejidanganya ya kwamba atarudi wakati fulani. Unapata watu wameota, watu wameona maono, watu wamenenewa, sijui wananena wangu wana nani, atarudi siku fulani. Alafu unapata tu ni kitu ambayo imepita tu na hakuna kitu kama hiyo imefanyika. Lakini ni vizuri unapokaa ukijua ya kwamba Yesu anarudi, na atakaporudi wewe utakuwa umekaa namna gani. Wakikuyu wengi tunapoenda kwa mazishi huwa tunaimba huu wimbo ya kwamba Lina wata ukahova nilio uhanati yawe. Yesu atakaporudi, utakaponyakuliwa wewe, siku yako ya mwisho ikifika ukiwa katika huu ulimwengu, after that itakuwaje wewe na Mungu? Utakaa maisha gani?
sababu hii maisha tunakaa ni mazuri, lakini there is life after death. Utakaa namna gani? Ama ulijinyima ya ulimwengu na bado upoteze ya mbinguni? Na Mungu atusaidie. Unapojiandaa kila siku, unapojiandaa kila saa ya kwamba Yesu anaweza rudi any day, any time. Bwana apewe sifa. Neno la Mungu linasema ya kwamba kama vile mwizi, hakuna mwizi anaweza akakupigia simu akwambie leo ujiandae na kuja kuiba kwako. Hivyo ndivyo mwana wa Mungu atarudi duniani. Mwizi akikwambia leo hii anakuja kuiba kwako karo, ugwita sifo mudo wa Kirinyaga ete kuna ile timu ya keda hawatakagi kujua, na uite kijiji yote ya kwamba wameniambia ni leo, lakini wanakujanga wanavunja kwako na wanaiba ukiwa bado ndani na hakuna kitu kubwa unafanyanga. Kwa hivyo hivyo ndivyo, hakuna kitu kitazuia Yesu kurudi. Kukaa kama umejitayarisha, kama vile ujuangi mwizi ni mwishi ama ni mwizi. Nakwambia hii kitu ni gumu. Unajua badali Kizungu kuliko Kiswahili. Mwizi, Yesu ni Bwana. Praise the Lord. Ni katika geri ya. Kwani tunaweka kila kitu kwa geri? Tu ni matamshi, shida ya matamshi. Shida ya matamshi. Tukae kama tumeandaa mioyo yetu. Usidanganyike ya kwamba utapata nafasi siku ya mwisho kutubu dhambi zako na kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Siku kama leo Mungu ametupa nafasi ya kusimama vizuri, ya kufanya kazi ya Mungu. Wacha tukasimame vizuri. Mwimbaji wa wimbo aliba akauliza, utanitambua aje kama nimeokoka? Utanijua aje kama nimeokoka? Leo hii tukiulizwa ni akina nani wataenda mbinguni, tutainua mikono sisi wote. Na ni ombi ya kila mtu ya kwamba Yesu Kristo atakapofunuliwa, sisi sote twende tukamulaki mawinguni na ili tukakae na yeye milele. Lakini wewe peke yako, wewe binafsi uko aje ndani yako? Moyo wako uko namna gani? Umejiandaa ya kwamba ikikuwa ni wakati kama huu, wakati apostol alikuwa anasema ya kwamba kuingia tu mtu pale kwa mlango na aulize ya kwamba nani ako tayari kukili ya kwamba Yesu ni Bwana, hata kwa wakati kama huu na umeshikiwa bunduki hivi, kuna watu watasema mimi nilikuwa nimetumwa, nilikuwa nimekujia shosho yangu. Mwingine tutapeana tu excuses, sababu tayari tumeogopa kifo. Na ile hali tunasema kwamba atakapofunuliwa tunatamani na tungependa kumlaki mawinguni tukakae na yeye milele. Bwana apewe sifa. The coming of our Lord Jesus Christ will be sudden. Kwa hivyo hakutakuwa na habari ya kwamba anakuja kesho, jiandaeni. Hakutakuwa na matangazo ya kwamba next Sunday hatutakutana hapa, tutakuwa tumeenda. Hakutakuwa na kitu kama hiyo. Hakutakuwa na breaking news ya kwamba in 1 hour's time kila mtu ajitayarishe tunaenda. It will be that sudden. Kwa hivyo, na ndio maana unasikianga kwamba chenye itakuwa ndani yako ndio itakutetea. Kwa hivyo ni nini umeweka ndani ya moyo wako? Are you prepared in a way ya kwamba tuseme anakuja leo, hata kupigwe filimbi, hata usikie hiyo tarubeta, hata kutangazwa ya kwamba anarudi, ya kwamba you will not take time ya kwamba you will not take time of repentance, ya kwamba natubu najiweka sawa sawa na Mungu, ya kwamba utasema niko hapa na mgoja aje twende.
Ni nini umeweka ndani ya moyo wako ambayo itakuwa ndio kizuizi? Bwana apewe sifa. Yule Mungu achunguzaye moyo wa mwanadamu, yule Mungu achunguzaye mawazo yako na mawazo yangu, leo hii anaweza akakushuhudia kwamba Yesu atakapofunuliwa utakuwa mmoja wa wale watakao mlaki, wataenda na yeye. Ni nini ambacho umeweka ndani ya moyo wako? Unajijua vyema na ninajijua vizuri. Kwa hivyo I know whether I'm right with God or not. I know. And you know. Dogeheni ya gai na dogeheni ya ngoma. Lakini mwanadamu mwenzako unaweza kwa mdanganya. Wengi wetu ingelikuwa mioyo yetu ni kama hii kitabu ifunguliwe tu hivi. And yet the Bible is telling us to keep watch, because we do not know the day or the hour of his coming. Ama tutafungiliwa nje pamoja na ubwa, pamoja na malaya huko nje, tukisaga meno. Tutakapokaribia huyu Mungu atakwambia kwamba Charity, ni kweli mimi sikujui toka mbele yangu. Hakuna kitu kibaya leo hii tuseme umeajiliwa kazi na mtu, ameenda safari ya Bali, amerudi, alafu akuja na aseme haoni ile kazi umefanya hiyo miaka yote, haoni ile kazi umefanya kwa huo muda wote, na akwambie toka mbele yangu, nenda. Itakuwa ni siku ya huzuni sana. Atakana kwamba tutaishangilia na tutafurahia. Leo hii ukiulizwa unaweza sema mimi niko tayari kwenda, lakini ni nini iko ndani ya moyo wako? Ni nini umeweka ndani ya moyo wako? Moyo wa mwanadamu ni sehemu kidogo sana kwa kuweka mambo ambayo hayafai, lakini ni sehemu kubwa sana utakapomkubalisha Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu akae ndani. Bibaji wa wimbo aliimba akasema ya kwamba Roho Mutheru ndangĩikara nyũmba ĩmwe na ndwĩra, na ndangĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na ndaimono. Ni nini umeweka ndani ya moyo wako? Kuna uwezekano usiku wa leo nimepoteza tu usingizi wangu ikuwe tu ni bure. Kuna uwezekano mwaka mzima hakuna siku hata moja nimekosa kuingia ndani ya nyumba ya Mungu, alafu tu ikuwe biguni na hesabiwa sufuri. And yet I'm keeping watch, waiting for Jesus Christ coming. Ni nini hicho ambacho kinaweza zuia? Kuna uwezekano hauna upendo ndani yako, na si kupenda kwako, sababu kazi ya shetani ni ku make sure ya kwamba hatujakaa kama vile mapenzi ya Mungu yalivyo. Bwana apewe sifa. The coming of our Lord Jesus Christ will be sudden. Let us keep watch. Bwana apewe sifa. Tafakari ni nini umeweka ndani ya moyo wako. Usikubali kurudi nayo asubuhi. Na tutakapopata nafasi ya kuomba, ni vizuri tuambie Mungu, wewe uchunguzaye moyo wangu mpaka mahali tu. Unajua kuna mahali pasiri sana ndani ya moyo wako. Kuna siri ambazo umejiwekea, unasemanga hii nitakufa tu nayo mimi. Mpaka Mungu mwenyewe huwezi ukampa access ya kuingia hapo, unaekanga tu vitu twako tuasiri. Ni vizuri uweke moyo wako wazi kwa Mungu, na ili aweze kuupeleleza na aondoe uchafu wote, aondoe jambo lolote ambalo ni chukizo linaweza likakuzuia ya kwamba Yesu akirudi itakuwa ni vibaya, ya kwamba umejinyima
Umuthi ni Friday, ugire mugithi charity. Ukikamatia chini huko. Bwana apewe sifa. Na uko hapa tu ukijua ni kazi ya bure unafanya. Ukijua tu unaonaga Nancy akipita unaona shetani. Akipita tu unafanya kiona. But then unajua it is among the things that God hate most. Ni Proverbs 16. The things that God, ni vitu sita, alafu inasema ni 7 ambazo Mungu anachukia. Kunyona nilelia na monioro. Imagine hata kutusiana haijaandikwa, lakini paka unaweza jiuliza Mungu anatakanga tukae aje? Halo. Tunakanga chini. Agnes tunaongea, wewe ni rafiki yangu. Within no time Beatrice akiondoka. No, ungemuona. Unajua kuna mtu amekubadika majina na ujuagi. Anakusemanga tu ukiwa. Kwanza amekupatia jina ya mfugo fulani. Unajua tukiwa shule tulikuwa tunafanya kitu kama hiyo. Togea gwetire ndarariki. Ewe itarariki. Sasa ulikuwa unasikia nini? Leo ndarariki le. Na wewe hau. Uko hapo. Na unacheka hata wewe na ni wewe. Ni nini umeweka ndani ya moyo wako ambayo itakuzuia? Ninapoimba wimbo ya kwamba nipe moyo safi niingie mbinguni. Imagine I only wish ya kwamba unajua hayo maneno inasema nini? Kupatiwa moyo safi, it's not a joke. Sababu Pastor Kanaja alituambia aje mchana, by the way aliwasalimia wote msamirike 490 times ya kusamehea mtu kwa siku moja. Kwa hivyo in 1 hour's time you should forgive 20 times. Kwa lisali moja 20 times. Na wewe kusamehea mtu siku moja unaichukuaga miaka 2, bado uchungu iko ndani yako. Unaonaga mtu unatema mate ni kama mtu ako na miba inafika huko. Kwa vile uko na uchungu. Kwa vile unamchukia. Ni nini umeweka ndani ya moyo wako? Bwana apewe sifa. As we wait for the coming of our Lord Jesus Christ, as we spend this time waiting for this Christ to come, wacheni tushughulikie wale watu Mungu ametupa, tukifanya kazi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Let us do all what it takes. Tunapogojea huo wakati ufike, sababu hujui kama ni kesho, hujui kama ni after 100 years to come. Bado ukigojea kuna ile kazi Mungu ameweka ndani yako. Sababu si kusema ya kwamba ati sababu Jesus is coming. Na sijui kwa nini wanaekanga soon. I think wanaekanga soon because you do not know the day or hour. Hawajaweka month or year. Kumaanisha it is that soon. Bwana apewe sifa. Tunapogojea na tukiendelea kugojea, tufanye kazi ya Mungu ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Bwana apewe sifa. Kazi ya Mungu ni mingi, wafanye kazi ndio wachache. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Kwa hii kitabu changu bado, chapter number 24,
verse 42. Yeah, it repeats the same. So you too must keep watch, for you do not know what the day your Lord is coming. Kwa hivyo, it is that serious. Praise the name of the Lord. Jiandae. Ni kwa sababu Yesu yuaja upesi. Turudi to chapter 25, tuendelee na verse 14. Sasa hii ndio mafundisho yenye nilifundishwa na my pastor, Pastor David. Naomba niisome alafu nisome tu from 14 to 30. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Among the 3, where are you? After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used their money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me the 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Verse 22. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. The master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Verse 24. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man. Nahas, oh, yes. Harvesting crops you did not plant, and gathering crops you did not cultivate. Guy. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. But the master replied, You wicked and lazy servant. If you knew I have harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. And he ordered, Take the money from this servant and gave it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well that they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now, throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Nimesoma kwa sauti kubwa. Uko wapi wewe? Among the 3 servants, where are you? Mungu amekupa huduma ndani yako, ameweka huduma ndani yako, amekupa kipawa ndani yako. Praise the Lord. Kuna wale watatu, mmoja alipewa 5 and he invested, ikafika 10. Mwingine akapewa 2
and he was a faithful servant, and he invested, akaleta zikiwa 4. Huyu mmoja alipewa moja, na one alikuwa rude like we are today. Neke wairo negai riria wetekiri aige moigaga matire na iheo icio. Neke wairo ati hakuna mwenye hakupewa. Ulipookoka, ulipokili ya kwamba Yesu ni Bwana, hakukuacha hivyo. Kuna chenye ulipewa. Bwana apewe sifa. Na this master divided the money among his servants according to their abilities. Kwa hivyo leo hii, ile huduma Mungu ameweka ndani yako, kile kipawa Mungu amekupa akijua kwamba utawezana na utaweza. Alipompatia 5 alijua kwamba atawezana na 5. Alipompatia 2 alijua ni kweli atawezana na 2. Alipompatia 1 alikuwa tu 50-50. Lakini alikuwa anajua kwamba atawezana na hiyo 1. Bwana apewe sifa. Leo hii kuna mtu na kuna watu wamepewa vipawa na Mungu zaidi ya 1. Kuna wenye wako na 2, kuna mwenye ako na 1. Na bado wewe uko na 1, uko mahali pale ukisema ya kwamba wacha niiweke, ukikuja nitakupatia. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Mungu, kwa sababu sio Mungu ni master, they are master, alijua kwamba nikikupatia 5, nikikupatia zaidi ya 5 hutaweza. Kwa hivyo alipatia kila mtu kiwango ambacho alijua kwamba ataweza. Wewe Mungu amekupa kiwango inatoshana aje? Wewe uko na zaidi ya 1, unafanyisha kazi ama bado umeweka tu? Bwana apewe sifa. Na ile kipawa ambacho Mungu amekupatia, hakutakuwa na sababu yoyote utasimamisha mbele ya Mwenyezi Mungu kumwambia kwamba si kufanya ni kwa sababu ya hii na hii na hii. Leo hii kuna watu hawafanyi kazi ya Mungu jinsi Mungu anavyotamani na angependa wafanye, ni kwa sababu wako na sababu ya kwamba fulani amenizuia. Haitakuwa sababu kwa Mungu ya kwamba nilikosa kufanya, ni kwa sababu fulani alinizuia, ni kwa sababu apostle hakunipatia platform. Haitakuwa sababu tosha ya kwamba haukufanyia Mungu kazi, sababu we are doing this great job inside the church and outside the church. Nowadays tunang'ang'ana kuleta church members, lakini Mungu aliita wanafunzi wake for them to make disciples, not church members. We are here tunang'ang'ana tu vile tutajaza kanisa. Ndio ni vizuri, lakini kuna watu huko nje hajawahi sikia hili neno, and I thank God for this man of God ya kwamba alisema amekubali mwito ya kwamba siku hizi ni kuenda tukiedanga. Hatutatoshea ndani sisi wote. Kuna watu ambao ni evangelist. Kwa hivyo huyo mtu ukimweka hapa unamkosea. Ni sababu gani utasimamisha ya kwamba si kufanyisha kipawa changu kazi? Hakuna sababu. Kwa hivyo utakapokosa kufanya, utalinganishwa na yule mmoja aliyepatiwa 1 akaichimbia shimo. Kiaja tena mwene yako kademune. Wewe ugethaga kuri utahandire. Egweterere. Ile kazi tunayofanya ndio itakutangulia. Na kuna kazi za watu zitakapopitishwa kwenye moto zitatokelezea the other side being gold. Na kuna zenye azita make. Kwa hivyo it's all about you. Ujue ile kipawa Mungu amekupa unaifanyishanga kazi gani? Umefanyika kuwa intercessor.
instead ya usimame na madhabahu ya Mungu ifanye kazi na iende ifike mahali Mungu amekusudia. Kazi yako ni ya kufunga watu, kazi yako ni ya kutafutanga watu wengine katika anga, ujue nani anabarikiwa ufunge, ujue ni nani anafanya hii ufanye hii. Ole wako na ole wangu, sababu ile kazi unayofanyia Mungu leo hii. Na ndio maana hakutakuwa na kesi mbinguni. Tunaweza kuwa tutakuwa watu wengi, lakini siku ya hukumu itakuwa ni kama kufumba na kufumbua kwa macho, sababu utakuwa unatokelezea charity. Kazi yako ndio hiyo, ikipita kwa moto inakaa ni kama ile manyasi. Sisemi itakuwa nyasi, ya kwamba haitaweza kutokelezea the other side. Na ili iweze kutokelezea ikiwa dhahabu, ni kazi kubwa tutakuwa tumefanya, sababu hata kuna metals ambazo huwa zina melt. Kwa hivyo kuna zenye utaona ni kana kwamba ni dhahabu, lakini si dhahabu, haita make kutokelezea the other side. Kuna wenye wanafanya kazi ambayo ikipika kwenye moto itakuwa ni mbao, itaungua tu. Tutaambia Mungu, nilikuwa na hubiri kwa kanisa ya CFC, nikiliita jina lako, atakwambia ondoka, nenda, sikujui. Na tungali bado tunangojea hiyo siku ya kwamba Yesu atakapofunuliwa, tutakaposikia kalubeta hiyo ikilia, tukamlaki mawinguni tukisema ni kweli tumeshinda. Ni kweli utakuwa umeshinda. Ngoro ya mundu ni muhenagia ne kamwira guku thi ni egutura, but keep watch, Jesus is coming soon. Leo hii tuliamka tukiwa wengi, lakini kuna watu leo hii wameanza matanga jioni ya siku ya leo. Kuna mtu alilala na hakuamka, sio kwa matendo yako mazuri, uko jinsi ulivyo. God has given you an opportunity. God has given you time to make it right with him. Ni nini hicho ambacho kitakuwa ni kizuizi? Kama ni jambo naweza weka chini niendelee na safari pamoja na Kristo, I better do it. Na sio kesho, ni leo. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Huyo mtu mmoja ambaye alipewa this one silver, kwanza alionyesha madharau. One, he failed kufanya ile kitu alikuwa amekusudiwa kufanya. He failed the assignment. Bwana pewe sifa. Yes, he failed the assignment. Na alipeana sababu ambazo hazikuwa na mwelekeo. Wewe kazi yako ni unanipatia moja upate nimekutengenezea mingi. Paka master anamwambia aje, si hata afadhali ungeona huwezani, ungeipeleka kwa bank, at least kungekuwa na interest. Ni watu wangapi wamezika talanta zao? Ukisema tu hujuangi, huelewi, hufahami, hujuangi, uko tu, you are just there. Ushaingia kwa ile ofisi na apostle akwambia kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni nabii, wewe ni mchungaji, alafu unajiuliza aje sasa? Ukijiangalia aje? Bwana pewe sifa. Kwa nini usifanye ile assignment Mungu ameweka ndani yako? Instead, nimegundua kitu moja kwa kanisa, na sio hii tu, ni makanisa yote. Unaona ile kitu imejitokeza, inaonekana, hiyo ndio tunakibilianga, hiyo ndio tunakibizananga nayo. Na instead ya ukae chini ujitafute, nikae chini nijitafute, nijue ni nini ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Ukipata huyu ndiye secretary wa kanisa, nataka kukua secretary, Mungu atusaidie. Ukipata huyu ni apostle, na mimi nataka kukua apostle. Na Mungu atusaidie kujijua na kujielewa, na ili ile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako ikafanye kazi.
Najua kuna watu wengi hatujai enda mbele ya Mungu kumuomba, kumuuliza mimi Mungu ni nini? Ni huduma gani iko ndani yangu? Ukisikia waibaji wanaiba, hata mimi ni muibaji. Unaenda kwa uibaji. Na sababu hauko huko, unapata tena sio huko. Unaona hiyo si mzuri. Unasikia kuna intercessory, unakibia huko. Unasikia hata hiyo neema haitoshi. Kuna kwaya imetengenezwa pale, mimi naweza join kwaya, unakibia, unapata bado sio huko. Why do you want to waste all this time? Kwa nini umezika talanta ambayo Mungu ameweka ndani yako? Unataka tu kusukuma wengine wakifanyisha zao kazi. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. We must take and we must use our time, our talents, our abilities diligently in order to serve God completely. Unapojitoa kwa kazi ya Mungu, unakujanga ukijua hakuna mtu alizaliwa akijua kwamba mimi niko na kipawa fulani. Lakini unapojitoa kufanya kazi ya Mungu, unapatanga aya, kumbe naweza fanya hii, kumbe niko na hii. Hakuna kitu inakujanga automatic. Bwana apewe sifa. Ni ule tu mwito wa Mungu, unakubali mwito wa Mungu na unatamani kujijua na unatamani kujua ni nini iko ndani ya. Mambo ametuambia kwamba huwezi kuja hapa ukiwa mchawi, hata kujua tu. Ni kipawa tu. Lakini unaifanyisha kazi wapi aje? Itafanya kazi aje? Hiyo ndio kitu inafaa kukusumbua, kwamba mimi ni muibaji, nitaiba aje? Mimi ni intercessor, nitaomba aje? Bwana apewe sifa. Huyu jamaa mwenye alipatiwa moja, huyo mtu alikuwa anajipenda tu yeye mwenyewe, ya kwamba hataki kufanyia wengine kazi. Ile kipawa Mungu amekupatia imesaidia kanisa aje? Imesaidia wengine aje? Sababu kufanya kazi ya Mungu ni kufanyia watu kazi. Wakati tulikuwa tunabatizwa huko Anglican, nile toigaga kirira ati ni kuri maundu maria njagiriirwo ni gwikaga andu na maria njagiriirwo ni gwikaga Ngai, ukoiga mothe. Bwana apewe sifa. Hakuna siku utapata Mungu na kireba kama maito hia ati umfanyie kazi ndio ujue ni Mungu. Utanifanyia mimi, ni umeumbwa na mfano wa huyu Mungu. Ukiendaga na utakwenda. Kwa hiyo kipawa ambacho Mungu amekupatia, hicho ndicho utatumia kufanya kazi ya Mungu. Wakati unasikia kwamba hii madhabahu ni ya kudili na chokoraza and elderly, si hao ni watu wameumbwa na mfano wa Mungu. That is the ministry here. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kufanya kazi ya Mungu ni kufanya hiyo kazi. Serve others. That is serving God. Jesus is coming soon. Keep watch. Na niulize mara tena, ni nini hicho kitasimama kama kizuizi, kitakuzuia wewe kufika mahali Mungu amekusudia kufika? Ni nini hicho ambacho kimekuzuia wewe kujijua na kujitambua na kujua ile huduma Mungu ameweka ndani yako, ya kwamba nimekosa na ninakosa kufanya kazi ya Mungu ni kwa sababu ya hii na hii na hii? God is there and he will enable you. Na hata kuondolea all those limitations ambazo zimekuwa sababu tamanio la Mungu na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana unasikianga kwamba Mungu hapendi kifo cha mwenye dhambi, sababu alikuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo itamuuma atakapoona mtu mwenye ameumba kwa mfano wake akienda jehanamu. Na ni kitu ningerekebisha na ni kitu ungerekebisha, ni kitu ambacho ungeweza kuacha na ni kitu ningeweza kuacha. Bwana apewe sifa. Jesus is coming soon. Keep watch. Bwana apewe sifa.
mwenye amepewa huduma mingi na Mungu na anafanyisha kazi, kama vile wale jamaa walipotunzwa na walipoambiwa hongera sana ya kwamba nilikuaminia hii na nimepata, umefanya kazi njema. Wale ambao wameaminiwa kazi na Mungu na wanaifanya, huwa wanatunzwa na Mungu. Kazi ya Mungu si ya bure. Hakuna safari ulienda ni kwa sababu ya Mungu. Toinagerwo tokerwo igathimwo na kilomita. Of which sijui kama ni kweli. Ati maithori wanarira. Yale machozi yote umelia kwa ajili ya Mungu. Na ni machozi genuine, si machozi. Unajua unaweza anza kulia saa hii useme wacha mimi nianza kulia ndio ikipimwa lita ikuwe ni mingi. Hapana. Ni machozi. Unasikia mwingine ameongezea makamasi. Unajua machozi na makamasi zinaambatanaga. Kwa hivyo ujue zikipimwa na ikuwe ni machozi genuine, ya kwamba ulilia ni kwa ajili ya watu wa Mungu wafunguliwe, ulilia ni kwa ajili ya watu wa Mungu wakombolewe, ulilia ni kwa ajili ya kazi ya Mungu isimame. Si ya bure. Lazima italipwa tu. Bwana apewe sifa. Na kama Mungu wetu ndiye kiongozi wetu, if God is our master, we must obey willingly. Lazima tujitoe tufanye kazi hii ya Mungu. God has given us ability to work for him. Bwana apewe sifa. We must give our time. We must give all that we have, because hata ile mali tuko nayo si yetu, ni mali ya Mungu. Bwana apewe sifa. We are just but caretakers. Kwa hivyo magi ile gari uko nayo si yako. You are just but a caretaker. Wacha tuzitumie kufanya kazi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Unajua kuna watu wako na vitu wanatesa wengine. Ujue wewe na hiyo uko nayo si yako. Nyinyi nyote ni mali ya Mungu. Na sisi sote ni mali ya Mungu. Tufanyie Mungu kazi. Kipawa ambacho uko nacho. Unajua kwa kanisa kuna watu wanatesanga watu sana. Watu wa praise team na watu wa vyombo. Igothie nyane ole megwika tondu niki. Joel anakosa kukuja. Deliberately. Inone nyugo ya Ngai. Ndiagaga muteng'urire ni ithabu riake. Ritiagaga. Usijidanganye ya kwamba utakosa kufanya kazi ya Mungu inami. Never. Hata kana kwamba wewe ni nani. Hata kana kwamba mimi ni nani. Gaida vya hadhara. Hakuna hata siku moja alihesabu hasara. In fact Mungu anakuonanga ukikaa kama dai etagwate. Na kidweli. Panzi. Anaweza tu pita akukanyage na hajui kama ulikuwa na ukuve tu na abaki kuitwa Mungu. Chunguza moyo wako. Jesus is coming soon. If you do it right, you will be rewarded. Sisi zote najua tumeitwa na Mungu. Na hakuna mtu hana kitu ya Mungu, hana huduma ya Mungu ndani yake. Huwa unaifanyisha kazi aje? Ile kazi unayofanya na hiyo gift Mungu amekupatia ni ya kumtukuza Mungu ama ni ya kuangamiza kazi ya Mungu? Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Mungu anawatunza
wale ambao wanaaminika. Wewe utakuwa mmoja wa kutunzwa, ama wewe utakuwa mmoja wa kumwambia unakuja kuvuna mahali haukupanda? Wale watu ambao hawana moyo wa kazi ya Mungu. Unajua kuna watu wanafurahianga saa ile kazi ya Mungu inainama, wakati kazi ya Mungu inakaa ni kana kwamba, yani wakati tu kazi ya Mungu haijasimama, hiyo ndio raha yao. They will be punished. Wewe unakaa yule mtu ambaye alianza kuongelesha his master vibaya. Ndiye ndonire nguthikire woka ngurutire ngune. Kwani iko nini? Bwana apewe sifa. Kumbuka ya kwamba Yesu ndiye alilaani the fig tree. Inaita hiyo ndio mkoyo. Hiyo. Kwa hivyo kana kwamba wewe ni wewe mti na hauzai matunda, kulaaniwa ni wewe na kulaaniwa ni mimi. Kama tu umeweka tu huduma, umeweka kipawa cha Mungu ndani yako, wewe uko tu. Kuna mtu alikuwa, mimi nashidanga nikiambiwa mimi nitasema, mimi nachokaga na hiyo maombi. Ukamuuliza aje, ndio unaomba, is it for my own good or it is for your own good? Basi kama unachoka si ukae. It's like ni mimi unafanyia. At the end of the day, haimfaidi Mungu, inakufaidi wewe. Ni kama wale watu ambao waliingia kwa shamba, sababu walikuwa wamezoea. Unajua kuna watu mnaweza ingia nao kazi, wewe unawaona tu, wako tu, lakini at the end of the day, sababu walikuwa wanachoka, tuseme walikuwa wanavuna mahindi, unaona watu wanaweka tu mavitu tu ili gunia ionekane imesimama. Ikipelekwa nyumbani, mwenye kazi akaona, hawa wafanyikazi wameanza kunichezea. Kwa hivyo the following day kila mtu alilauka, akaenda kwa shamba, kila mtu akisanya gunia zake aziweke mahali pamoja. Waliambiwa kila mtu ile kazi yote amefanya, chukua upeleke kwako. Kuna mwenye alichukua hiyo akidhania yule mtu amemwajili ni anamsaidia sana. Hivyo ndivyo tulivyo katika ufalme wa Mungu na katika nyumba ya Mungu, ya kwamba uko umeitwa, lakini uko tu hapo sababu uko katikati ya watu. Lekea adema tidekeleke malutereke meke. Saa zingine unaonanga tukifanya ushering hapa, tuko hapa, tuko ushering na zidi yako bere, mtu akienda kuanguka mimi naondokea wewe uwaga. Bwana apewe sifa. Niko hapo, Nanzi akiniona anaona niko nyuma ya mtu, nitashikilia, anaondokea. Akikuja kuanguka naondokea, sababu wewe ndio umeitwa simi. Lakini tukiangalia tunaona kuna ushers. Bwana apewe sifa. Tiga kuibia ndo ruta wira uria Ngai akuhete urute. Lile tawi ambalo halitazaa litakatwa na litateketezwa. Usikubali kukatwa na usikubali kuteketezwa. Zaa matunda. Zalia Mungu matunda. Hiyo kitu unasikianga ninaweza fanya, ifanye kwa bidii. Ukisikia kwamba wewe uko na mwito wa kuimba, imba sana. Ukisikia kwamba uko na neema ya maombi, omba sana. Ukisikia kwamba mimi niko na mwito wa kuwa asha, shikilia watu sana. Unajua kuna mtu mwenye ana neema, niliona kwa hawa watu wanapitaga kama rudisha wakati wa bio. Gathering dereva, umepata mtu pale saa hii unamuona hapa. Kuvuja record bio.
Mimi ukiniambia sasa mimi nitaanza wapi, nitamalizia wapi? Sababu hiyo neema sina. Ile kazi ya Mungu unajua iko ndani yako, icho chetu. Sokereria go, usikubali izimike, usihesabike like this stupid servant. Bwana pewe sifa. Ndio mahutire na Yesu ni Bwana. Bless the Lord. Na Mungu atusaidie. Unapojiangalia among the 3 servants, where are you? Sababu lazima ukue among the 3. Na wengi wetu tuko kwa huu wa mwisho. Unaweza shangaa sana ukipata zile vipawa ambazo watu wamekalisha chini. Praise the name of the Lord. Unaweza shangaa sana tu kama bingu inaweza funguka hivi usikie yale majina Mungu anaita watu. Mpaka unajiuliza ni usio wewe. Gideon aliitwa the mighty man of valor. I think hata alikuwa anatafuta mwenye anaitwa hivyo. Sababu hangefikiria hata siku moja anaweza kuwa kitu kama hiyo. Mungu akiwa juu mbinguni anakutazama, anaona wewe ni mwana biashara mashuhuri. Lakini sababu ile kazi unayo leo ni kuisha, inaisha, na hata huna capital ya kuongezea kazi, ati na wewe unaitwa tajiri, wewe ni mwana biashara, mpaka unajiuliza aje. Ati bingu inakuita wewe ni mchungaji mkuu, lakini hata leo hii ukiulizwa tumesoma wapi hukubuki. Nilipokuwa na activity hizo utakuja kukua pastor, nilikuwa nacheka. Sababu kwangu ilikuwa ni ile kitu, that was the last thing ile inaweza happen kwangu. Aje sasa pastor kwetu wito ginya mabidale atiwe kama thuru wa kanitha kana baba ko ngiuma pastor ko aje riu ko aje sasa. Mimi hata nilikuwa nacheka nikiuliza, hata kuhubiriwe, hata irudiwe, nikitoka na ule mlango uniulize Pastor Beatrice, Pastor Beatrice tuadhoma, itabidi nirudi mahali niliandika. Mtu kama huyu unaweza muita pastor kusema ukweli. Na uniuliza tumefundishwa aje, itabidi unipatie dakika kama 5 ndio nikueleze. Sisi ni watu wa Anglican. Kwa hivyo I never thought ya kwamba kuna mtu mwenye anaweza toka Anglican aende. Lakini kwa sababu ya hiyo kitu Mungu aliweka ndani yangu, ili nitoa kwa hiyo Anglican, na si kusema Anglican ni baya, Anglican ni nzuri. Ule msingi ninao siku ya leo nimetoa Anglican na ni kuzuri. Bwana pewe sifa. Akanipeleka tu. Mungu alikutoa mahali alikutoa, amekufikisha mahali amekufikisha, ni kwa sababu kuna kitu ambacho kiko ndani yako. Kuna kazi ya Mungu iko ndani yako. Na ni lazima angekutoa huko. Kanisa ya Anglican kwetu ni ile tulikuwa tunaambiwa kila mtu ajipeleke mbele za Mungu dakika 5. Ukaigua uothe gukirite. No rutureraga bako. Sasa nilipoingia kwa kanisa ya kiroho I was like, sasa huku watu wanapigaga tu makelele. Nasikiliza huyu, sisikii. Kwanza mpaka nilikuwa na kope dimi. Huyu amesema kitabu nisikiliza huyu, hii nimesahau. Ndio nikuja kushika kwamba unaweza omba na sauti kubwa. So I was like, these people are making noise. Mungu anastahimili kitu kama hii. I never thought ya kwamba siku moja nitapayuka kama wao na zaidi ya wao. Kwa hivyo kuna mahali tu Mungu anatoanga mtu.
Atakana kwamba siku ya leo hujajijua vizuri na hujaelewa ile huduma iko ndani yako, Mungu atakusaidia kuelewa na Mungu atakusaidia kujua, na utakapojua usiikalie chini. Fanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni mingi, wafanyi kazi ndio wachache. Ningeambiwa ya kwamba nilikuwa nasoma verse ya Bible nakwambia, nikimaliza nakwambia it is self explanatory. Sasa nitakwambia nini? So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. Nani hawezi elewa hiyo? Self explanatory. Nenda ukainterpret na huko. Juu sijui na sina. Mungu anaangalia tamanio la moyo wako. Unapotamani kufanyia Mungu kazi, hiyo inajiletanga tu. Sababu wale walioachiwa, yule aliyeachiwa 5 alikuwa na tamanio ndani ya moyo wake ya kwamba ataifanyisha kazi na mazao ikapatikana. Mwenye alipewa 2 akakusudia ndani ya moyo wake ya kwamba nitafanya kazi. Wamoja ndiye alisema utajua ujui. Utajua ujui. Usiwe huyo mmoja. Tamani kufanyia Mungu kazi. Atakana kwamba haieleweki, haionekani tu, inaonekana tu kwa ubali. Unaambiwa na chali tu unaweza kuwa. Taka kujua hiyo, unaambiwa unaweza kuwa. Praise the name of the Lord. I thank God ya kwamba katika hii nyumba hatujai kuwa na washirika. Hakujawahi kuja washirika. Kila mtu hapa anaweza hubiri, au sio? Wote ni watumishi wa Mungu. Kwa nini uketi chini? Unataka akuje uanze kuchibua ukimtuambia wacha nikutolee mahali niliiweka? Ama atakuja akukongratulate ya kwamba umefanya vyema? Na Mungu atusaidie. Keep watch. Jesus is coming soon. Tengeneza uhusiano wako na Mungu. Tamani kutembea na Mungu. Tamani kukaa ndani ya Mungu. Ya kwamba hakuna siku, sisi tuko katika hii dunia imejaa dhambi. Kwa hivyo kwa wakati mwingi unajipatanga umefanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba moyo unatamani kutenda wema, lakini mwili hauna nguvu. Tutamani kuushinda huu mwili. Wakati Yesu Kristo alipokuwa anachagua wanafunzi wake, aliwaambia kwamba you will be, mutakuwa nani? Fishers of men. Na hiyo ndio maana Mungu amekuita. Ukue mvua watu. Ni watu wangapi umeleta katika ulimwengu, katika ufalme wa Mungu? Tangu ulipookoka, ni watu wangapi umeleta katika ufalme wa Mungu? Ama tuko tu tukisema tumeokoka na Yesu ni Bwana? Are you a follower of Christ or you are just but a believer? Being a follower of Christ, hakuna boundaries. Sio watu tu wale wa CFC utafanyia kazi. Utafanyia watu kazi sababu ni watu wa Mungu. Na ni kuitwa, umeitwa ni kazi ya Mungu. Are you a believer? Being a believer, it's not enough. Tulete watu katika ufalme wa Mungu. Yesu aliposema ya kwamba wacheni watoto waje kwangu, hata leo nitarudia, tuache watu wa Mungu waje kwa Mungu. Twamenyire Ngai tukimugayana, tutietekageria andu aria angi moke kwa Ngai.
tukubalishe watoto wa Mungu waingie katika ufalme wa Mungu. Tukubalishe watu wa Mungu waingie na huu mlango, waingie ndani, wafundishwe, wajue neno, liwaweke huru, wakombolewe kwa jina la Yesu. Ni watu wangapi tumezuia kuingia na huu mlango? Ni watu wangapi? Ni nani aliyekuja hapa akiwa mgeni ukampatia habari baya? Unajua kuna watu huko nje wanaweza akakwambia kwa nini alienda, anakwambia maneno mpaka unashindwa ni mwanadamu aliyekuwa hai alikwambia hiyo maneno ama ni ghost, sababu ni kitu huwezi expect ya kwamba ilitoka kwa kinywa cha mtu. Mtu tu alikuja akiwa mgeni akataka tu kukuuliza na hapa mnafanyaga nini na hapa mnaendaga aje, lakini yale maneno umekuja huko na ni kama wewe uko nje na uko ndani. Woka huko woka kwa muda wa mugiki wewe iko sasa ya kuja tujoini tukue wengi. Unajua afadhali tukue watu wa mugiki na tuende biguni. You never know, labda hiyo ndio kikundi imetabulikana biguni. Ni watu wangapi Yesu alipokuwa anaambia wanafunzi wake, wacheni watoto wangu waje kwangu, watoto waje. Ni watu wangapi tumezuilia kwa maneno yetu, kwa matendo yetu? Ni watu wangapi mahali unakaanga ona matimenya akawe muhonoku, wanakuogopanga vile ujui. Ati tukipanga safari ya kukuja kwenu tuulize, na hapa kuna pasta mmoja wa kwetu anakaaga na hapa. Pasta, umesema pasta? Hii area hakuna pasta. Hapana, kuna pasta. Huyo pasta alikuwa na human hair na hajabomoa, kwa hivyo ako huko. Alituonyesha hapa either gate hii ama kule. Hapa kuna pasta. Fortunately ama unfortunately, mtu mmoja anatokelezea kwa hizo gate, mna suspect. Excuse me. Yes. Kuna pasta, tulikuwa tunatafuta pasta. Waibrota hakuna pasta. Hakuna. Hapana, Nancy atulie ikara huko. Tunaelezea mrefu hivi, mko hivi wa. Ni pasta. Paka tunazidi ni pasta. Katoa sina kabisa. Ni pasta wetu. Mwangani. Aje makabia kuitana gomeri atida huko ikituruma dito ya haya Aru tunaenda kwa kina Devi huku. Kuna pasta mfupi tunatafuta, kuna mtu tunatafuta anakaaje, ni mfupi, ni pasta wetu. Labda hata hawakujui Pastor David, wanakujua Baba Mwangi. Kuna pasta wetu ni mfupi, ni mweupe. Huyo mfupi tu hivi. We huyo tu. Hapana, yule tunajuaga huku ni mlevi mwingine anakujaga. Tunaona mtu kama huyo unaelezea yule sasa anakaa huyo ni mwingine hapa aturaragi. Kwa nini? Huyo ni mlevi tu wa kawaida. Sawa. Haro. Bwana apewe sifa. Tutakujua aje kama umeokoka? Tengeneza moyo wako. Usia kwamba tukikuja kukutafuta wewe ni waruma na gaitura lia kwanyu dogo wako ni yule anayekaga Yesu chini kwanza, nipambane na hii shetani, Yesu baadaye. Unajua hata kama utachapa mtu, mchape ukiwa na Yesu, sababu atakusaidia kushida. Unaweza chapa ndio. Na si alisema ukigogwa hii peana hii. Kwa hivyo kuna kuchapwa na kuchapana. Chapwa akiwa ndani. Hata kama huku enda taekwondo unaweza pata tu na kuonyesha tu vitu vingine, unahepa gumi na mateke. Tukuje tuulizie tupate wewe ndiwe muganga na mchawi ule mkali sana kwa hiyo proti. Na Mungu atusaidie.
Ni watu wangapi hata mahali tunakaa tumefungilia na tumezuia? Siku nyingine apostle mpaka Charity ulikuwa wale watu waliobewa hapa ati hawasemagi kwenye wanaitanga kanisa. Kuna kitu nilipost kwa FB, mtu mmoja akaniuliza, "Guy, unajua ushago wenye watu wanakuita Guy Foi ati kwa dola." Kali kidoiga. Na nile tu una post kitu, you are just welcoming people for our services, yeah? Ati dola bali ginya Guy. Nikamwambia Guy, apostle. Kama ulikuwa ni kukua apostle ni makosa. Guy. Yaani huyo mtu mpaka amenipigia simu nikamwambia, yaani una kirepi mpaka ya kupoteza tu. Sasa unaona ni kama sijui vile. Yaani I'm there kusema because si kujileta CFC, that is one thing. Na ndio maana siwezi aibika nikisema ya kwamba na hudumu chini ya Apostle Ndura Waroingi. Na imagine nikiona ushiki na huelewi na kuonyeshanga picha huyo ule orari wa kiria wa huko kukananie. Na unasikia hata na ni kama apostles wote walikuaga huko. Nasikia mwingine amesema alikuaga wakudi haramu. Na wewe ulikuwa kwa kudi yako haramu kivyako. Ni vile hatujui ni kudi gani, haikuwa na jina. Unaona? Kila mtu alikuwa kwa kudi lake haramu. Kwa hivyo watende tutangazie watu habari njema ya huyo Mungu. Jesus is coming soon. Haja ya moyo wangu na mapenzi yangu ni ya kwamba hata wale watu wa familia yangu ninao, si wote wamemkubali Yesu. Kwa hivyo nitajitahidi sana na nitakaa vizuri kwa matendo yangu, kwa vile nakaa, ili niwavute katika ufalme wa Mungu. No unaweza enda kwa get together kwenu, wakae chini tu, ukalia kwa mahujuri ukakora oi. Siku ingine matendo tu ifanye kazi. Watamani yule Mungu naye. Unajua ukienda kwenu mkiwa sisters na brothers, ukoraga utohokirwa waririe. Unadwaririkana kiokoko. Ukubuki ya kwamba umeokoka. Wewe helera je. So kimele bwana asifiwe. Siku moja mamangu tukua city study nilimwambia ajuje wabiothi akanitha ko. Aniethia kwa muthuri uria kiria. Unajua kuna kitu utabia watu Mungu alikutuma waone wewe ni wazimu, Mungu hawezi akakutuma mahali kama. Kigeria kwira mami atiriri, nie mami nilipata ndoto. Ni warotire. Ni warotire. Gama mimi ni serious. Akija nikanirege wagire. Kimaro mami ni hali ya uru. Ni ndoto. Akija jera niambie hiyo ndoto. Ngimwira ngiona ndarathikiriria bado. Asikirizi achukui na ila uzito. Nikaona akija gakoragwo ku. Nuno iwa ginya gukanyana na gukahuthia. Gakoku. Ndio ukionya Irovi nyone. We siku moja akakuja. Akakuja lazima ndugake inuka rucio. Ndio ho. Nataka kukuja hiyo kanisa. Kikiwa vegania kaatiri. Ametahiri. We. Ule ni sasa nikaamka mapema sana nikamwambia mimi wacha niendage mtakuja. Kariwa hujagia. Mimi alinaji. Kariwa hujagia wapi na nduma. Sasa unajua nilijaribu kukuelezea sababu hukutaka hata hii nitakuelezea utanikemea tu. Wacha nikamwambia mimi nataka tu kuenda kuomba. Sawa. Magioka. Karosi unakumbuka? Mamangu alikaa kwa kona. Kipuchi. Anaangalia. Sasa mamangu anashindwa. Sasa alikuwa
Nyinyi ngeria kanitha ndagukora haria mbere ndari wathiri niki ureka. Nilikuwa naongoza ibada. Sasa aliingia nikasema kwisha mimi. Lakini at the end of the day aliona Mungu. Nilipoenda nyumbani babangu akaniuliza, "Tiraigwia ruo thoma ako?" Kanitha, nijue ni kanitha ni iriku? Kama mia kuirire ni iriku? Kwa mundu uria wari wakiria. Sasa babangu alikuwa ananiuliza, "Mumehakikisha ama unajua kama kanisa ya Nairobi ni ile haielewekagi?" Unfortunately nilikuwa nimeenda, na ukiniuliza nilikuwa nimeenda theology kusoma nini, sikuwa nasoma theology ndio nikuwe pastor. Hapana, mimi nilikuwa tu nasoma sababu bwanangu alikuwa ameenda theology, kwa hivyo alikuwa ananiambia uzuri wa hiyo kitu. So I was like, na leo no wathira cukuru ri ni kwandikwa wandikitwo kai no, kufanya kazi ya Mungu ni kujitolea. Hawajui hivyo, sababu ukiangalia zile makanisa ya ushago wachungaji huwa wanalipwa kufanya kazi. Leo ni vithi wanagire vio leo mundu ucio wa mungikiri agigitariria. But today sababu huwa wana watch online, siku ingine ndio mzai alikuwa ananiambia aje, na mundu ucio ne muge uge muingi muno yuga maundu mau aragia rutaga ku no kuga tangiuga ni wenda guka Nairobi. Nikusema wewe sema unataka kukuja Nairobi. Bwana pewe sifa. Wacheni tusimame vizuri na tushuhudie huyu Mungu. Kama umeitwa na Mungu kufanya kazi CSC, usiaibika kusema ya kwamba ni Mungu amenituma mahali pale. Nafanya kazi ya Mungu chini ya Apostle Ndura ambaye alikuwa na sasa ako. Sio ni ushuhuda. Praise the name of the Lord. Keep watch. Jesus is coming soon. Pastor David. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Hata hiyo jamani hata imejii nguvu. Yesu makofi mazuri. Mpe Yesu makofi mazuri. Keep watch. Abia mwenzako keep watch. Hajasikia vizuri, ambie huyo mwingine. Na Kiswahili tunasema nini? Baba nitengenezee hiyo mic vizuri. Amen. Keep. Galia mwenzako kama anaangalia vizuri. Tamroleweka. Hallelujah. Pe Yesu makofi mazuri. Ati na Yesu akasema haya maneno, basi kesheni mkiomba. Na kitu imenibariki hapo hivyo, ninashukuru Mungu sana. Kasema ya kwamba kuna mtu ambaye alipewa talanta 5. Na alipopewa hiyo talanta 5 akafanyia Mungu kazi vizuri. Akafanyia tajiri yake vizuri. Akaenda kwa yule ambaye alipewa talanta 2. Huyo talanta 2 naye akatia bidii kupanda zingine ngapi? 4. The Bible say clear that alifanyia bidii kile ambacho alikuwa amepewa. Lakini huyu mwingine naye akapewa 1. Hata kama ni mimi hiyo siku ningevunjika moyo. Maana kwa nini umenibagua? Maana sisi wote tuko laini moja. Niambie tu kusema ukweli kama saa hii. Alafu jamani, Daudi akupatie 500. Alafu nikupatie 200. Wewe nikupatie 100. Automatically utavunjika moyo. Maana utaona huyu mtu ana upaguzi. Lakini ninashukuru Mungu, yule aliyepewa 5 alifanya bidii sana.
na kuonyesha ya kwamba kumbe ninadhaminika. But this guy, I wish, na ndio unaona saa hii, I thank God nimeona mtu hapa anaitwa Buju. Buju kazi yake hapa huwa anapanga hii viti tu. Hata ukimpata anapanga tu viti hivi tu. But I want to tell you today, usiku wa leo, kile ambacho Mungu amekupatia hiyo nafasi, tumia hiyo nafasi, maana Mungu ameona una uwezo wa kufanya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. The problem ambayo sisi tuko nayo kama watoto wa Mungu ama wa Kristo, wakati kila mtu anatamaningi ashike hii microphone, na hapo ndipo tuna fail. Amen. God amekuteua wewe intercessor. Omba, ambia Mungu asante maana umenipea grace ya kuomba. Omba hapo, Mungu atakukutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa kazi ya Asha. Unaona hii Asha jamani, ni kana kwamba apostle aliona ya kwamba yani alinionaje akanipea kazi ya Asha. Wewe tia bidii kwa hiyo Asha, maana ujira wako uko hapo ndani ya hiyo Asha. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno ni langu ya kwamba nitatia bidii kwa kile ambacho Mungu amenipatia. Maana at the end of the day, yule ambaye amebeba ndiye atakaye kulipa. Sikia hiyo. Imenibariki hiyo. Mtumishi, God bless you. Yesu akawaambia ya kwamba kesheni muombe msije mkaingia kwa majaribu. Na hapa hivi ili neno limesema keep watch. Lakini nyakati na saa hii watu wengi wamelala kiroho. Ndio sababu uelewi position yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utaelewaje your position kama spiritual yako imekufa? Yesu anapotoa hii mifano, ni yeye alikuwa anaeleza vile watu wa Mungu wanapaswa kukaa. Anaposema ya kwamba usilale, anaposema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, alikuwa anajua the time ambapo una invest kwa maombi na kutafuta Mungu, automatically utajielewa wewe ni nani. Hata sitaki kuendelea, maana hii imenibariki kwangu. Na hapa hivi nami ninataka kusisitiza hili neno ya kwamba makusudi ya Mungu haiwezi zuilika ndani mwako. Hata kama jamani wewe ni Asha, mapenzi ya Mungu haitazuilika kwa maisha yako. Bado yeye atatimiliza. Amen. My sister amesema hapa kwamba siku hizi Mungu amempatia maono ya kuona kama unamuidanga. Let me tell you, Mungu akusaidie kuelewa sasa ni nini ambacho Mungu anataka ufanye. Hallelujah. I know one day, na niseme hii tunapoingia kwa maombezi, nikaambia maana wakati ambapo mtumishi wa Mungu alikuwa Eldoret kwenda kuhubiri huko, maana nimependa sana kumadvertise kwa mitandao. Aliposimama kwenda kuhubiri, maana alipewa nafasi kwa kuhubiri, marafiki zangu na hata matajiri wangu waliokuwa huko walienda kujiungisha na yeye. Umenielewa? Sema hello. Hey Apostle Apostle, do you know David? Huyo ni kijana yetu. Kwa nini aliitanishwa? Kwa nini niliitanishwa na yeye? Ni kwa sababu sina aibu kumadvertise ya kwamba huyo ndiyo baba yangu na niko chini ya hiyo mafuta, na ndio inanisaidia kupenya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema nini jioni ya leo? Maana tumekuja kuomba. Tamani kufanya mapenzi ya Mungu. Tamani kufanya makusudi ya Mungu. Keep watch. Na Kiswahili keep watch. Kesha ukiomba. Na kabila yako sasa wacha nihubiri nikiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Keep. Kuche yuboya. Kuiche.
Emboya, pigie Yesu makofi mazuri. Jioni ya leo ninasikia tu kusema ya kwamba Bwana atusaidie. Nimepata ufunuo usio wa kawaida kwenye maisha yangu, ya kwamba mapenzi ya Mungu, na mtumishi wa Mungu amesisitiza sana akasema, aha, chochea, kuwa macho. Kwa hivyo kumbe failures nyingi sana spiritual level yetu imerara. Na ndio nashangaa leo hii tunapiana kwa sababu ya nini? Kwa sababu tu ya hii microphone. Nataka nikwambie, toa mawazo yako kwa microphone. Ambia Bwana, usiku wa leo nataka unisaidie nielewe laini yangu. Ambia mwenzako, lazima leo Mungu akusaidie kuelewa laini yako. Kama ni wewe intercessor, kamata intercessor. Kama ni wewe Asha, kuwa mwaminifu kwa Asha. Kama wewe jamani ni wakupanguza hapa vile ambavyo tumekuwa tukipanguza, panguza hapo, maana ujira wa Mungu utaupata. Simama kwa miguu yako miwili. Aha. Ambia mwenzako, keep watch. Usilale jamani. Ninaangalia huyu mtumishi wa Mungu